Kariakoo, Dar es Salaam, kitovu cha biashara penye pilika zisizoisha. Pesa zinahama mikononi kila sekunde, sauti za wauzaji na wanunuzi zikichanganyika na honi za magari. Lakini kwa muda sasa, wafanyabiashara wamekuwa wakishuhudia kitu cha ajabu: pesa zinapotea kwa njia ya kutatanisha. Hakuna dalili za uvunjaji wa maduka. Hakuna mtu aliyeshuhudia wizi wowote. Pesa zinatoweka kana kwamba zinayeyuka. Kila mtu ananong'ona jambo moja: hii ni kazi ya chuma ulete. Baraka, mfanyabiashara wa nguo, alikuwa amezoea kufunga duka lake saa 12 jioni. Kila siku alihesabu pesa zake, akazihifadhi kwenye draw na kuhakikisha kila kitu kipo salama. Lakini siku hiyo alipoamka asubuhi na kufungua duka lake, aligundua jambo la kushangaza: pesa zote zilikuwa zimepotea. Hakukuwa na dalili za kuvunjwa kwa duka. Hakukuwa na mtu aliyesikia chochote usiku. Kilichompata Baraka hakikuwa tukio ambalo limempata yeye pekee. Wafanyabiashara wengine wengi wa Kariakoo walikuwa wakikumbwa na hali kama hiyo. Hofu ikaanza kuenea. Huu lazima uwe ni wizi wa kutumia chuma ulete, walinong'ona kwa hofu. Rashid, kijana mjasiriamali mwenye duka la viatu, alichoshwa na hali hiyo. Aliamua kuchukua hatua. Bila kumwambia mtu yeyote, aliweka kamera za siri ndani ya duka lake. Usiku ulipoingia, Rashid alifuatilia kamera akiwa nyumbani. Awali hakukuwa na kitu cha ajabu. Lakini ghafla kivuli cheusi kilitanda ndani ya duka lake. Kwa mshangao mkubwa, aliona kupitia kamera pesa zikianza kutoka kwenye draw na kupotea hewani bila mtu yeyote kuonekana. Asubuhi iliyofuata, Rashid aliwaita wafanyabiashara wenzake na kuwaonyesha video ile. Hofu ilizidi kuongezeka. Lakini mzee mmoja wa Kariakoo, Babu Mbeku, alitabasamu na kusema, hili si jambo jipya. Chuma ulete ni uchawi unaotumiwa na wachache wenye nia mbaya. Lakini kuna njia ya kuuzuia. Kwa utulivu, Babu Mbeku aliwashauri wafanyabiashara kuosha pesa zao kwa maji yenye chumvi ya mawe iliyosomewa dua kabla ya kufunga maduka yao na kuandika dua maalum kwenye maduka yao. Baadhi yao walicheka wakiona kama hadithi za kubuni. Lakini Rashid na Baraka waliamua kujaribu. Usiku uliofuata, wale waliotumia njia za Babu Mbeku hawakupoteza hata shilingi moja. Lakini wale waliopuuzia ushauri huo walikumbwa na hali ile ile: pesa zao zilipotea tena. Hofu ikazidi kuenea. Wateja nao wakaanza kuwa na mashaka. Wengine waliogopa hata kununua bidhaa kwa pesa taslimu, wakihisi huenda zikapotea nazo. Baada ya kuona hali inazidi kuwa mbaya, Rashid aliwaita wafanyabiashara waliokuwa bado wanaathirika. Hatuwezi kuendelea hivi. Tunahitaji kujua nani anayetumia chuma ulete. Wakaamua kuweka mtego. Usiku ulipofika, Rashid na Baraka walijificha kwenye duka moja, wakijifanya wameondoka kama kawaida. Mlangoni walinyunyiza chumvi ya mawe iliyosomewa dua, unaodaiwa kuzuia uchawi. Saa 7 usiku, upepo mkali ulivuma ghafla. Kisha kimya. Lakini tofauti na siku zingine, pesa hazikupotea. Asubuhi yake waliamua kufuatilia duka lililo karibu ambalo bado lilikuwa likipoteza pesa. Walikubaliana kuweka watu kadhaa karibu na eneo hilo ili kulifuatilia kwa makini. Ilipofika saa 9 usiku, walimwona kijana mmoja akitembea kwa haraka, akipita mbele ya maduka huku akifanya ishara za mikono. Kwa siri, Rashid na wenzake walimfuatilia hadi alipofika kwenye chumba cha giza, kikiwa kimejaa vifaa vya kishirikina: tunguli, manyoya na mifupa. Walipomkamata na kumchunguza, waligundua kwamba alikuwa mtu wa kawaida aliyekuwa akitumia hila za giza kupora pesa za watu kwa kutumia nguvu zisizoonekana. Bila kusita, walimpeleka kituo cha polisi. Wafanyabiashara wa Kariakoo walishangilia. Hatimaye chuma ulete amenaswa. Baada ya tukio hilo, wafanyabiashara wa Kariakoo walijifunza jambo moja muhimu: sio kila tatizo linahitaji hofu au ushirikina ili kulitatua. Tangu siku hiyo, Kariakoo ilirejea kuwa kitovu cha biashara kilichojaa matumaini, huku kila mfanyabiashara akifunga duka lake kwa uhakika kuwa pesa zake ziko salama. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare kwa simulizi nyingi zaidi.